Na pia nitaongelea habari ya uandaaji wa mboga ya majani iandaliwe kwa namna gani. Naam, wengi wamekuwa wakiandaa hii mboga inakuwa ikichemka hadi inapoteza rangi yake. Naam, mboga ya majani inapokuwa inachemka hadi inapoteza rangi yake inakuwa imepoteza virutubisho vingi sana. Kwa hivyo umepoteza vitamin, umepoteza madini, vitu vingi sana vinakuwa vimepotea. Hivyo nashauri kwamba mboga inavyokuwa inaandaliwa isipikwe kiasi kwamba ikabadilika ikaondoa ile rangi yake ya ukijani. Ibaki na ukijani wake. Tumia dakika chache sana kuanzia dakika 5 zisizozidi 10 kwa ajili ya kuandaa mboga. Inafuatana na aina ya mboga unayokuwa ukiandaa mboga ya majani. Hususan mboga nyingi za majani hazichukui muda mrefu sana ili kuweza kuiva. Na fanya ile mboga isiwe hadi lainike sana ikawa kiasi kwamba imepoteza baadhi ya virutubisho. Kwa tumia ambayo imepitishwa ndani kwa motoni kwa muda sio mrefu sana, na hiyo inaweza ikakusaidia sana. Baadhi ya virutubisho vinakuwa vimebaki. Na unapokuwa unachemsha kwa muda mrefu mmoja inaweza kupotea kwa njia ya mvuke. Kwa mvuke pia hiyo mboga inapoteza baadhi ya virutubisho, baadhi ya madini, baadhi ya vitamin zinapotea kwenye hiyo mboga. Pendelea sana kutumia hii mboga, ni nzuri sana. Nimekuwa kishauri sana kwamba wengi muda mwingine tumeona baadhi ya vyakula ambavyo tumevipa thamani kubwa sana ndio vinauzwa bei sana, hususan vyakula vya nyama na nini, lakini wale wanaokuwa wanatumia hivi vyakula vya kawaida hususan mboga za majani kwa sehemu kubwa wanawapiga bao wale wanaokuwa wanatumia hususan hasa vyakula vya nyama. Kwa nini? Kwa sababu utaona kwamba mwili yetu hata kwa jinsi tulivyoumbwa kwa sehemu kubwa madini ambayo yapo mwilini mwetu yana uhusiano mkubwa sana na vyakula vya mimea. Madini ambayo yapo kwenye mimea na madini ambayo yapo kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo utakuta yanasapotiana unavyokuwa unatumia mboga za majani kuliko unavyokuwa unatumia nyama. Nyama zitumike kwa sehemu ndogo sana ukilinganisha na utumiaji wa mboga ya majani. Hakikisha unavyokuwa unakula mlo kwa sehemu kubwa mboga ya majani isiweze kukosa. Hiyo itasaidia kuongeza damu. Na wengine wamesema kwamba ukiona eti unakula mboga ya majani ujue kama umeishiwa. Hapana. Hiyo ni imani potofu. Kumbuka tangia mwanzo na shauri kwamba kula kwa faida ya mwili wako. Je, unakula kwa faida ya mwili wako au unakula kwa faida ya ladha ya mdomoni? Naam, wengi kwa sehemu kubwa wanakula kwa sababu ya faida ya ladha ya mdomoni, sio faida ya mwili wake, yani kwa ajili ya kujenga mwili wake ili uwe na afya njema. Ukiona unakula kwa kutafuta ladha mdomoni, ujue haujengi mwili bali unaubomoa mwili, kwa sababu kitu kuwa na ladha tamu au nzuri sio ndio kufanya kazi nzuri kufanya kazi vizuri mwilini. Kwa sehemu kubwa hivi vyakula ambavyo vinakuwa na ladha nzuri sana mdomoni, mara nyingi vimekuwa na vikiacha madhara makubwa sana kwenye afya zetu. Kwa tumia mboga za majani iwezekanavyo. Na wengine wamesema eti mboga ya majani sio mboga. Mboga sio mboga, ila mboga ni nyama na nini. Na wengine hata akina baba wameshindwa eti anaogopa kwenda kununua mboga kumpelekea mke wake, tena anasema kwa sababu mboga ni nyama. Na ni kweli kwa mtazamo wako ni hivyo, lakini mboga ya majani mboga nzuri sana. Ukitumia hakika hautajutia katika maisha yako. Afya yako itajengeka vizuri sana. Kula kwa faida ya mwili wako, sio kwa ajili ya faida ya mdomo wako. Sio kwa ajili ya faida ya ulimi, kwa ajili ya kufaidisha mdomoni, bali faidisha mwili mzima ukaweze kunufaika. Tumia mboga za majani kadri iwezekanavyo, na hiyo itakufanya uwe na afya njema, na pia itakukinga dhidi ya magonjwa yasiyo ya lazima. Unajua kuna magonjwa mengi tunaugua ni kwa sababu hatujazingatia ulaji wa baadhi ya vitu ambavyo tena ni bei ndogo na vinapatikana kiurahisi zaidi kuliko vile ambavyo tumekuwa tukila, vimekuwa vikiacha madhara makubwa kwenye miili yetu. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.